kuna hadithi zingine zinasimulia uchawi. Yaani uchawi wa kutisha sana. Yaani zinasimulia mashetani. Yaani wale wakubwa, wale wenye mapembe. Yaani ni pembe moja hapa, alafu jicho moja lipo hapa, yenye uwezo wa kukushika na kukuchana, alafu yanakunyonya damu. Yaani hadithi zinasimulia vitu ambavyo kiuhalisia vinatisha sana sana sana. Sasa usikariri kusema kwamba kila hadithi zipo tu kwenye usawa tu wa mapenzi. Mimi nimekuelewa sana kaka. Alafu unafahamu mimi ni msomaji mahiri. Tena msomaji hodari sana. Mimi nasoma kitabu chochote kile. Wewe mwenyewe unafahamu hivi. Kwa mimi sikuwahi kuchagua kitabu. Alafu tena katika vitabu ninavyovipenda, hivyo vitabu vya mizimu. Hapa ndo mahali pake. Niamini kabisa mdogo wangu, wewe unaweza ukawa ni mwenye akili nyingi sana, kumbe ni mjinga. Sasa mdogo wangu, unaingiaje kwenye uaminifu wa kuweza kumwamini mtu ambaye ni mgeni? Unawezaje kumwamini bwana mdogo ambaye kaingia kwenye mji wetu, anakuja kusema kwamba anaweza kuitabiri kesho ya mwanadamu? Hata kwenye stori yetu hatujawahi kuweza kuisoma stori ya namna hiyo, kwamba kuna mtu anaweza akaitabiri kesho ya mwanadamu. Kaka, ukiona sehemu ya si kweli unaweka kweli, na sehemu ya kweli unaweka si kweli, ujue kiama kinakaribia. Sehemu ya kweli weka kweli, na sehemu ya si kweli weka si kweli. Kwa nini wewe sehemu ya si kweli unaweka kweli? Kwa sababu ni wakati wa jioni, kiama kinakaribia. Zamani Yesu aliwatembelea Wanaisraeli, ilikuwa mchana si jioni. Hawakusadiki maneno yake. Vipi kama mfano ikitokea mimi ninaenda kutabiriwa, labda sina uwezo wa kuoa, sina uwezo wa kupata maisha mazuri, na sababu gani mimi ya kujiumiza kupambana na kutafuta hali nzuri, kumbe mimi sio wa kupata maisha mazuri? Asa ndugu wangu, umeongea kitu kizuri sana, kwamba zamani pindi Yesu alivyokuja watu hawakumwamini kwamba ni yeye anaweza kuwa ni mfalme, si ndio? Sawa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba huyu hapa anaweza kuwa ni mfalme wa wokovu, wa kuweza kujua kwamba wewe, kwamba njozi zako za kesho ni zipi. Unaamini hivyo? Naamini kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu. Kwa hiyo siwezi jua Mungu ana makusudi gani mpaka kumleta huyu mtu hapa. Kwa hiyo wewe unamwamini huyo Yesu wa kutoka Unyamwezini, si ndio? Hata angekuwa digoni. Kwa nini umeamua kuja hapa? Zipo sababu nyingi sana, lakini moja ni kubwa zaidi. Mimi nafikiri hata wewe ukipata taarifa kujua hatima yako, manake hiyo nafasi lazima ujivunie nayo. Sawa. Vipi kama ukiambiwa unakufa kesho? Yule ni nani? Huyu ni mtu ambaye amekuja kujua na yeye kesho yake kama wewe. Aha. Unajua kama huyu ni ndugu yangu? Sina uhakika. Huyu mtaalamu ni ndugu yangu, na mimi sijataka kujua kesho yangu itakuwaje, kwa sababu sihitaji kujua kesho yangu. Unaogopa utalia kama huyu dada? Nafikiri hivyo. Aha. Mimi ufahamu wangu wa akili umenipelekea kabisa nifanye hili ninalofanya. Lakini kumbuka, unapowaza mazuri, kumbuka hata mabaya yanaweza akatokea kama huyu dada. Maisha ni matokeo tu, mawio na machweo. Maji kuzamisha, moto kuunguza. Mimi naingia ndani. Sawa, hata hivyo ni zamu yako. Ingia.
Mbona sasa ni marangi? Ndio salamu ya kwenu hiyo? Yaani wewe unaubeza umri wangu? Kwa hiyo nikubeze kipi? Ujio wako, ndevu zako, au kipi kwenye mwili wako? Nastajabika. Sema kilichokuleta. Maana manyoya ya kuku, ya paka, ya mbwa au jino la tembo sio majibu ya ulichokifuata hapa. Kipi kilichonileta? Utabiri wako wa kichoko. Yaani mimi nataka kujua kesho yangu kupitia wewe. Unataka kutabiriwa na choko akuchokoe? Basi ngoja nikuchokonoe. Taja jina lako. Naitwa Kebi. Mwambie mwenye jina lake aje hapa. Oh, umejitahidi. Umejitahidi. Nahisi umesikia vurugu zangu, ukajua kabisa huyu ni mbishi. Na ndio maana umeweza kusoma. Nyinyi ni matapeli, nyinyi ni wezi. Yaani paka umegundua ni kwamba oya. Utapokwenda kumfuata mwenye jina hilo, utamkuta amezimia. Utakapofika tu, yeye ataamka. Njoo naye hapa. Biblia zako yaani unaona kabisa ni kwamba mimi mtu wa kupigwa hela yani. Yaani umekaa unanikadiria yani umenipanga kwa sababu umebahatisha, kwa hiyo unasema kabisa nyinyi ni matapeli, wewe mwizi. Asante bro. Naomba nikajue kesho yangu. Nakutakia safari njema ya kuweza kwenda kuijua kesho yako. Ila tumbo langu hilo, mwambie mtaalamu kesho yako akutabirie iwe njema, asikutabirie kwamba wewe ni shoga. Yeah. Maana utatia aibu. Bro, kwani mimi kesho yangu siwe labda mimi kaja kuwa rais wa Kenya? Mtizi mbongo ukawa rais wa Kenya, huyo mtabiri kweli atatisha. Mimi baya, acha niende bana. Haya, Odinga. Kinyata. Wi. Sio kukata vibaya, sio kuache. Oya, wewe. Oya, jibu. Oya, sikiza mwanangu, nyinyi matapeli. Yaani kudada. Maisha haya jamani. Maisha Mungu, naomba nisimamie mimi mwanao nisiwe na tabia za kipumbavu. Oya, hizo tabia za kipumbavu. Naweza kumwona. Naweza yako utapeli. Kwa nini? Kwanza blaza yako uganga kasomea na uokota. Blaza yako uganga kaokota. Wewe unamuonaje? Blaza akazaliwa hivyo hivyo. Hajanunua kitu chochote. Yeye ni mtu ambaye amezaliwa anaona vitu ambavyo vinakuja mbele yako. Nani? Huyu ndani. Pyoko. Huyu kazaliwa na uganga, Huyu utapeli.
Wewe umeona nini? Kwa sababu vitu ambavyo anazungumza vina uhalisia ndani yake. Babu, akina uhalisia na hamna kitu chochote nilichokiona. Eti mimi unaona, nisikize vizuri. Nisikize vizuri kwa makini. Mimi nimeingia pale ndani. Mada si mada, anaambia blaza wako nyumbani ameanguka. Na wewe ukitoka hapo kienda nyumbani kwenu ataamka. Akiamka mchukue mlete. Wewe sio upigaji huo. Nimeona nini hapa? Yaani wewe from nowhere. Kwanza wewe mimi nimekuja hapa dakika 10. Baada ujue dakika 10 sijafika. Anatoka udada, mimi ndo naingia. Haya blaza wangu kadondoka saa ngapi wakati mimi nimekuja muda saa. Wewe blaza wangu kadondoka saa ngapi? Ni watapeli, wezi. Wewe mdogo wangu mimi nakuelekeza. Hamna maisha mabaya kama maisha hayo. Yaani maisha mabaya ni maisha ya kuiba, yaani kuchukua cha mtu. Yaani mzee, ukiwa unaendelea hivyo maana yake yani njia yako ni mbaya. Unajua njia yako ni mbaya. Achana na blaza wako. Blaza wako huyu mwizi tu, yani huyu utapeli. Achana hivyo vitu kabisa mwanangu. Nakuonea huruma. Una huruma mimi wewe? Sikiza, wewe mdogo, nakushauri kwa sababu hiko kitu unachokifanya kitakuja kukadimu tu baadaye. Yaani baadaye lazima kitakugarimu hiko kitu. Kwa hiyo mimi nikiona kabisa nikiangalia njia yako hivi ivonyoka. Mzee achana hivyo vitu. Wewe kanenda katafuta kipato chako cha halali, kafanye mambo yako. Yaani mwanangu. Oya, yaani utakuja kufanya kitu kibaya. Asa vipi kama ukienda kwenu ukamkuta blaza wako kweli kadondoka? Wewe unamjua blaza wangu? Blaza wangu strong. Blaza wangu sio mpuzi. Yaani blaza wangu hawezi kuanguka. Wewe blaza wangu hatari. Yaani nyinyi akili zenu kama mwanamke mfupi. Yaani mwanamke mfupi kitaka kumbuzi kama na kunywa maji bombani. Maana yake mwanamke mfupi hakuna kitu. Nyinyi wezi matapeli. Nyinyi wezi ukiendelea hivyo mtakufa mchana kweupe mbuzi anakula majani. Mwizi wewe. Mwizi! Utakucha mwizi. Wewe mwizi na blaza wako. Mjanga nani mtaburuka. Jo. Kaka, sawa. Nini? Nini kikukuta kaka? Unafanya nini? Hiyo maana yake ni nini sasa? Unaashiria nini sasa? Tafadhali bro, tumia akili kidogo tu. Wewe ni mtu mzima alafu sio kitu kizuri. Niambie nini shida basi? Niambie mimi mdogo wako. Nimekuja niambie. Kama kuna tatizo niambie kuna tatizo. Kwa nini ufanye hivyo? Kuna sababu gani? Bro, nini shida? Nini shida? Bro, kaka Kebi. Kaka! Kwani kati ya pumzi na muda kipi chenye gharama? Kati ya chai na maji kipi hakina umuhimu kwa binadamu? Ni mzuri sana kusoma vitabu. Natamani siku moja uwe mtunzi wa vitabu. Mimi sio mwandishi wa kitabu. Mimi ni msomaji tu. Nani mtunzi wa vitabu? Kaka yako. Kivipi? Hata leo kuna hadithi kaandika ya kutisha sana. Kiasi kwamba nimestaajabika. Nilipotoka katika mizunguko yangu narudi nyumbani, nikamkuta amelala. Misili ya mtu ambaye amekakamaa. Na nilipojaribu kutaka kumgusa, aliamka kabla ya kumgusa. Na alivyoiona sura yangu, aliogopa sana na kupiga kelele. Na nilipojaribu kumfuata, alinyanyuka kama radi. Na nilipojaribu kumuita, aliniogopa kama malaika wa motoni. Tafadhali nenda kaongea na kaka yako. Hakwambia nini shida, maana mimi hakuniambia. Siku nyingine ukija na taarifa chafu, unatakiwa uniambie mapema. Mimi nilijua kama kaida yako ya kuja kuniomba pesa ya maziwa. Hilo pia halijasahaulika. Dada, jisachi basi. Nilijua tu, huwezi kulisahau hilo.
Umejificha lakini nimekuona. Umejificha lakini nimekuona. Vipi? Yes. Asa, yani umenishtua kwa kiasi kikubwa sana. Hivi wewe bado michezo ile ya utotoni tu ya kujificha kwenye mapori mpaka ukubani bado unayo? Kwa binadamu huwa michezo haiishi, ila mimi sijakustua. Vipi? Unatamani tucheze michezo ya kujificha? Kama unahitaji sema, hata sasa hivi tunaweza tukajificha. Sio wakati wake. Simu yako ipo wapi? Simu. Nimeacha nyumbani. Kwani kuna tatizo? Tatizo lipo. Nimeonana na mdogo wako, ameniambia kwamba haupo sawa. Yaani kweli kabisa kwamba sipo sawa. Ni sahihi. Kitendo alichonifanyia mdogo wangu mimi siku hii ya leo ni kitendo ambacho kiukweli sidhani kama mimi nitakuja kumwamini mdogo wangu kwenye maisha yangu mimi. Ananitokea mimi kama simba. Mdogo wangu ananitisha mimi kama simba. Ananivamia. Bana. Nimejikuta mimi nimezima. Yaani sielewi kwamba ni kitu gani ambacho Yaani sijui nikusimuliaje, ila ukweli wa Mungu, mdogo wangu sitakuja nikae naye meza moja. Kanitoa kwenye imani na yeye. Hilo swala halina kweli ndani yake. Yaani hicho kitu ambacho unachoongea, mimi nahisi ni ndoto. Hawezi kuwa hivyo. Ni ndoto tu, labda limzimu tu limekuja, lakini kwa yeye hapana. Usifikirie vibaya kabisa, sio yeye. Sijawahi kupatwa na ndoto za namna hiyo kwenye maisha yangu mimi. Hili ninalokuambia ni la ukweli 100%. Sawa? Na Mungu pekee ndiye anayeona yule aliyoliona lile tukio. Ukweli wa Mungu ninayokuambia, yule mdogo yule kisha jiingiza kwenye masuala ya ushirikina. Sawa? Yaani sijui mimi nieleze vipi. Saizi mimi ningekuwa nishakufa. Basi sawa. Nimezungumza naye pia anahitaji kuzungumza na wewe. Siwezi tena kaweka maisha yangu mimi rehani kwake yule. Mazungumzo yatakuwa nyumbani kwangu. Naomba ukubali kwa ajili yangu. Nakuomba fanya kwa ajili yangu. Yamkini picha za kwenye vitabu ninaona kama zinaishi katika hili. Mimi siwezi kukaa meza moja na yule bwana. Siwezi kukaa meza moja naye. Mimi naondoka. Kaka. Boheri. Boheri kweli? Boheri. Kaa hapo tafadhali. Mimi siwezi kukaa meza moja na wewe bwana. Haya, mwendesha mashtaka. Hebu endelea. Mimi sio hakimu. Mimi ni muunganisha damu. Muunganisha damu? Sasa wewe umeona kwamba nina kovu ambalo linalotoa damu ambao utakuja kuunganisha? Sina damu ambayo inamwagika. Ilo drip mpe huyo. Munge huyo hapa huyo. Shetani. Ananitokea mimi kichawi. Yaani ananingurumia mimi kama simba.
mtu ambaye nilikuwa simdhanii kwamba anaweza akawa ni mtu mnyama, ananivamia na kutaka kuniua. Yaani isije kwa jitihada za Mwenyezi Mungu mimi ningekuwa ni mtu mwingine kabisa, nishauawa. Yaani sipo tena, siko mbele yenu ya macho yenu. Mimi unaniambia nikae meza moja na mtu kama huyu, mtu ambaye anatishia maisha yangu mimi? We bana, mimi sina muda huo. Yaani sina huo muda mimi wa kupoteza kukaa meza moja na adui yangu mimi, wa kuweza kutaka kutatua, yaani kuitoa maisha yangu mimi. Sina muda huo mimi, sina. Nikijaribu kutamani kwa nini, niliwahi kuambia kwa nini ni mwanzo wa ugomvi. Lakini kwa hayo unayosema, mimi siwezi kumpinga. Mimi naona yupo sawa tu. Lakini leo dada, mimi nilikuwa na safari zangu za kwenda kwa mtabiri. Na Mungu alinisimamia nikafika kwa mtabiri. Nilipoingia ndani katika chumba cha utabiri, niliambiwa nikirudi nyumbani nitamkuta kakangu kaanguka. Sijui unanielewa dada? Mimi nimefika nyumbani kweli, nimemkuta mimi kaka kaanguka. Lakini nakumbuka aliniambia nikimkuta ameanguka nimchukue nimrudishe kwa mtabiri. Nilijaribu kumfuata, kaka aliniogopa kiasi kwamba hamna mfano. Nilijaribu kumuita akaondoka. Sasa nafikiri mimi hapo mimi nitafanya nini? Kwa hiyo hayo naongea mimi siwezi kuyakataa. Lakini mimi najua huyu ni kaka yangu. Lakini kubwa ambalo siwezi kulipuuzia swala la huyu kuwa kwenda naye kwa mtabiri. Kwa sababu aliniambia yote nahisi kabisa yanawezekana yakawa ndio. Sawa. Sasa kulikuwa kuna umuhimu mimi kuja? Eti kulikuwa kuna sababu za msingi zinazosababisha mimi kufika hapa? Inaonekana tabia zenu zinaendana. Nyie tumo moja Ndio. Mimi na yule ni ndugu. Hebu niambie jina lako. Mimi Kada. Unaitwa Kebi. Shakuona kabla. Nipe mkono. Nipe mkono niangalie kesho yako. Leta mkono. Leta mkono. Madidodo chini ya mbuyu. Sumbuke sana. Hii hapa nayo nimekupotea. Hii hapa. Kushikia. Wewe nani? Mimi. Mimi Niachie bwana. Wewe nani na unataka nini? Hebu sogea. Wewe umeniuliza mimi ni nani? Mimi ni kidume wa mtaani hapa. Shupavu shababu. Alafu Hebu niachie bwana. Tulia, hebu tulia basi. Tulia. Hivi kwa nini hutaki kutumia ustaarabu ikiwa kwamba mimi natumia ustaarabu? Unataka nitumie nguvu? Eti unataka nitumie mabavu? Niachie. Haya sawa, tulia. Yaani nikwambie kitu kimoja tu mrembo. Mimi leo nataka uweze kunifurahisha. Yaani uweze kunipa burudani ya mwili na nafsi. Kiufupi, leo nataka nile mzigo. Tulia basi. Sawa.
lakini pia nataka unizalie mtoto mzuri. Yaani kama Mungu angekupa macho ya kujiona uzuri ulionao, I say ningemtolea sadaka ya kumshukuru kwa uzuri aliokupa. Tulia basi. Niachie bwana. Tulia basi. Tambua ndani ya muda mchache mimi ndakuwa ni mgeni wako. Sawa? Naomba ujiandae kuupokea ugeni wangu kwako. Naomba leo ujiandae na kuja. Muda sio mrefu. Wewe ni maskini. Wewe hujiwezi kwa lolote lile. Fukara. Sasa unapokuwa unapata ofa za watu wenye pesa, zinyenyekee ili uweze kukidhi haja yako ya njaa. Sawa? Jiti lako hilo hapo. Be. Mimi nipo, basi fanya uje unitembelee hata siku 2 tu. Kweli mimi nitafurahi wewe. Haina shida. Haya. Hizo siku 2 achana nazo bwana, zisikupotezee muda. Nimekuja mimi hapa. Nitakaa na wewe ndani ya hizo siku 2. Japo ndakuwa nakuja na kuondoka. Sawa? Halafu kwa nini maagano yetu umeyakiuka? Tangu jana mimi nilikwambia kwamba wewe jiandae, mimi na ugeni wako. Hebu angalia mavazi ambayo umevaa, umenivalia mimi suruali. Nilijua kabisa kwamba mimi nitakuja na nitakukuta una mtandio. Tena ukiwa umemwagia maji kidogo basi. Aya, hilo suruali unamvalia nani? Unanivalia mimi tena? Embu, kuwa na adabu basi ya kimawazo basi. Kwani unataka nini kwenye maisha yangu? Kwani unanitafuta nini wewe? Mbona unafuatilia hivyo? Mimi nakufuatilia? Hapana. Wewe ndio unataka kunifuatilia kwa sababu tayari naona unakingiuka masharti ambayo tulopeana. Sasa nahisi kabisa kwamba unataka kuingia kwenye hisia zangu ambazo zinaweza zikawa ni mbaya sana kwako. Nisikilize nikwambie. Naomba usije ukanisogelea hata kidogo. Nitakupiga na hii fimbo. Wewe uoni. Alafu mimi naona. Je, unataka kupigana na mtu ambaye anaona ikiwa kwamba wewe uoni? Unataka mapigano? Kama unabisha nisogelee uone. Sogelee uone. Si unataka tupigane? Hebu niachie bwana. Wewe si unataka tupigane? Kwani mimi nimekukosea nini? Mbona unanifuatilia sana maisha yangu? Pole. Nilijua kwamba unaweza kuwa jasiri, kumbe ni muoga maskini. Sikutegemea kama unaweza kuwa ni muoga hivyo. Nilikuwa nakutania samani. Simu yako hapa. Niingia huko kidogo. Chukua simu yako. Kuwa na amani. Nilikuwa nakutania tu. Mimi ni mtu mwema. Mimi ni mtu mwema. Sawa. Kweli.
Wewe nani? Mgeni wako. Utakiwa gani? Unafuata nini humu ndani? Naomba utoke. Sasa natokaje? Mlango umeshafungwa sasa. Naomba utoke. Fungua mlango utoke. Nishakwambia nakuitia mwizi sasa hivi. Nishakwambia toka, nakuitia mwizi. Jamani mwizi! Jamani niachie! Na! Jamani niachie! Wewe. Yaani nisaidieni. Naomba msaada. Tulia. Yaani usikutulia. Unisikie wewe. Kaki. Unaelewa? Nisikusikie wewe. Kaki. Nimekwambia usipokaa kimya ndakuua. Umeelewa? Kaa kimya. Mimi nimefanya nini? Wewe. Jamani. Basi atulia. Nitakunyonga wewe. Kama nimekukosea nisamehe jamani mwenyewe. Tulia, usisikie nje wapi. Kijana, mbona katili sana wewe? Mimi sijaja kuona yaliyopita. Nimekuja kujua mustakabali wa mbele unakuaje juu ya maisha yangu mimi tu. Yamekuja yaliyopita. Sasa unafikiri nitafanyaje? Leta mkono tuone anaokuja. Leta mkono. Mimi sitaki tena kuona yaliyopita. Maana kumbukumbu zitaniumiza, sitaki kujua yaliyopita kabisa. Leta mkono. Mbona umekatisha maono yako ya baadaye? Nimeona. Sasa sasa nimeona. Sasa ngoja tumalizie. Tulia kwanza, narudi. Nimeona. Tulia. Kwa muda uliotumia huko ndani, nahisi utakuwa umefanikiwa. Vipi? Huzuni, furaha? Huzuni. Huzuni? Unaamini? Naamini ndio. Kwa nilichokiona naamini. Lakini ndugu yako haamini. Nashangaa kuona amerudi hapa na amekuleta na wewe. Haya mwana kwetu. Umeona nini? Wewe unataka kujua kama nani? Unahusika nini kwenye familia yetu? Unataka kujua wewe ni nani? Wewe chawa wa familia yetu? Wewe chawa maisha yangu mimi, ukutaka kujua kwamba ni kipi ambacho nimechokiona? Wewe bwana mdogo, kibagalishia kama uyoga. Wewe chawa? Wewe mnafiki, si ndio? Unauliza maswali ambayo kaa kimya. Kaa kimya, bado sijakufuata wewe. Wewe nenda kwenye ubwabwa, nenda kwenye shughuli, sawa? Si umekivaa kibagalashia? Wewe unajua dua? Nenda kwenye shughuli huko, kale ubwabwa. Haya, nakuhusu we mdogo wangu mimi, mdogo wangu kipenzi. Yaani naona umetoka kwenye mstari wa mapenzi ya familia. Mdogo wangu, unataka kuniua mimi? Nimekufanya kosa gani Mimi? Ina maana hichi ambacho ninachokiongea ukisikii, ukielewa? Yaani mimi nataka kukuua wewe?
Wapi ambapo hunielewi? Wewe unataka kuniua mimi? Nataka unieleze ni kosa gani ambalo nishakutendea kwenye maisha yako? Ni kipi ambacho nishakufanyia ambacho ni kibaya ambacho kinakupelekea wewe kutaka kuniua mimi? Mimi unataka kuniua mimi? Ngoja nikuelekeze kitu. Unajua kimaisha ya kawaida mimi siwezi kutengeneza mazingira kama hayo. Eti mimi ninaanzaje? Na kuminya na kukonyeza ili nikuue au nafanyaje? Hivi kweli kaka, mimi automatically tu kabisa eti nitokee nikuue wewe? Unasahau mimi na wewe tumeishi vipi? Unasahau upendo wetu ulikuwa vipi? Hivi mimi nawezaje? Yaani naanzaje eti mimi nije kukuua wewe na kuuaje? Kaka, ndani umeambiwa kitu gani? Nimekuona maono yako, nimekuona nia yako ya kutaka kuniua mimi. Kwa umeona msiba utakuwa lini? Alafu wewe vipi? Mbona changia mada? Yaani unapamplisha yani? Yaani kwamba sisi tugombane, yaani tukigombana unaenjoy na nini? Yaani unapamplisha, yaani unapampu, yani unapampu. Yaani unang'ang'ania kabisa msiba muda gani? Yaani nani anakufa? Mimi wewe huyo? Wewe dogo. Hebu tupishe kwa basi. Akupisha ili wewe. Sitaki kuamuliwa. Nataka nichukue maamuzi ambao najiona kwamba mimi ni sahihi kwangu mimi. Wewe unataka kuniua mimi? Wewe unataka kuniua? Nataka kabla wewe kuniua mimi nichukue maamuzi yangu mimi. Yaani uniue mimi? Sasa mimi ukiniua nimekukosa nini? Yaani mimi nimefanya kitu gani mpaka wewe uniue? Yaani kaka, hebu angalia, kuna maisha baadaye, unajua mimi na wewe. Hapa sisi tumekuja tu siku kutafuta nyota, siku kutabiri. Mimi bro, uniue kisa nini? Yaani sababu kubwa ya msingi wewe haswa nini uniue? Kama future yako ni ya kuuawa na huyu, utakufa tu, hauwezi kubadilisha. Na hata kama ukijaribu kumuua huyu, hatokufa. Wewe unasemaje? Hata kama ukijaribu kumuua, hatokufa. Ni kweli, lakini haikufikia hatua kwamba mimi nimemchafu kiasi hicho chote. Dada, sikuwahi kuwa na akili kama hiyo, sifikiri na haitokuja kutokea. Bro, hebu toa akili finyu hiyo. Akili potofu kabisa. Eti mimi nikae nikuue wewe, napata nini sasa? Kwa hiyo mimi bado niongeze aina ya watu ambao watakuja kunisaidia baadaye. Mimi eti nitengeze mazingira ya kupunguza watu ambao wananisaidia baadaye. Mimi nitakuwa na akili timamu. Bro, siwezi kukuua. Halafu hata hizo mambo ya kumsikiza mtu mpuzi tu. Yule mpuzi kama mpuzi wengine tu. Kaa kimya kada. Ina maana mimi ni mpumbavu? Sijielewi, si ndio? Yaani ina maana ni kaa kimya. Naongea mimi. Ina maana mimi nimekurupuka. Yaani ni mwenda wazimu ambaye nimekurupuka kusema kwamba wewe unaniua mimi bila kuwa na ushahidi, si ndio? Bro, sikuwahi kukutukana. Sikuwahi kufikiria kukutukana. Lakini kwenye hili nathibitisha wewe ni mpumbavu. Mimi? Yes. Mimi mpumbavu. Wewe ni mpumbavu. Kwa sababu kama ungekuwa sio mpumbavu, usingekubali kuchukua yale maneno yote, ukayaacha kwa dada na ukakubali kunivesha jola mimi eti kwamba nikuue wewe. Mimi nikuue wewe nataka nini sasa? Nataka nini nikuue wewe? Kada, leo unaniita mimi mpumbavu, si ndio? Unaniita mpumbavu kukueleza ukweli wa jambo husika ambalo lililopo kati. Unaniita mimi mpumbavu. Kebi, naomba utulie tafadhali. Yaani Ndio kwanza. Hivi ulivyoenda kwa mtabiri, amekwambia kitu gani? Sawa dada, mimi acha nikueleze ukweli wa jambo husika. Mimi nimeenda kwa mtabiri. Nimeona yote ambayo yaliyoko mbele ambayo huyu hapa anataka kunifanyia mimi. Huyu kada anataka kuniua mimi. Kada anataka kunitoa roho bila sababu. Sielewi sababu haswa ya msingi inayompelekea yeye kutaka kufanya jambo hilo kwangu mimi ni lipi? Sasa dada, haki katika kunisingizia kitu ambacho sikifanya hapo unaniambia nakifanya. Haki gani? Kuna haki gani hapo bro? Haki ambayo mimi naenda kuteketea. Yaani watu unisingizie, watu wote wanaona mimi ni mbaya kwako. Hiyo haki. Ndugu ukiwaita mjomba shangazi utaniona mimi mpumbavu wewe. Hiyo haki iko wapi sasa? Jitahidi uweze balance hasira zako. Usizipandishe. Sasa bro, kama ni kweli umethibitisha kwamba mimi ndio natengeneza kifo chako, I swear to God hamna dawa. Kwa sababu mimi mtabiri kaniambia kwamba kitu kikitengenezwa ndio hiko hakiwezi kurudi nyuma. Jamani, mimi nataka kujua. Maana mnanizungusha tu hapa sielewi. Nataka nijue sababu ipi mpaka kada akuue wewe. Yaani dada ipo hivi. Yaani wewe unanifuata huku liweje sasa? Yaani unanifuata huku liweje? Kwa nini tunafuatana bila sababu za msingi? Yaani unanifuata, tunanifuata. Yaani sielewi sababu ya kunifuata ni nini yani? Sasa ndio nini? Sababu unanifuata ili wewe. Mimi nani yani? Yaani mpaka unanifuata kwa ndugu zangu. Yaani kuhusu hayo maongezi. Unahusika na nini kwenye hayo maongezi? Hayo maongezi ya wewe bwana unajingua wewe. Sasa ndio nini? Hebu tena na mimi basi naongea na mtu ambaye anaingia kwenye mongoni. Wewe nani ambao unanifuata ni kitu gani?
Wewe, mimi sikukufuata wewe kwa malengo, sawa? Wala sikukufuata wewe ili nikutambulishe kwenye familia yangu. Kwa hiyo bro, hayo tunafanya kuzalilishana bro. Yaani unawezaje kuongea peke yako? Atende ndani bwana. Ndani bwana bro. Unazungua sasa mambo gani sasa? Sikuzalilishana tu. Hebu wewe ni yapi? Twende ndani bwana bro. Twende ndani. Bro, acha mambo yako bwana. Utamtosha dada bwana. Bro, utamuumiza dada bro. Bro, utamuumiza dada. Sio bro bwana. Sio bwana. Usitaka kama hizo bwana. Twende ndani bwana.